Mabomu matatu ambayo shetani huyatumia kuwalipua watumishi wa Mungu. Yoyote anayejiita nabii, anayejiita mtumishi wa Mungu, anayejiona ni mtumishi wa Bwana, yawezekana anajiita au ni kweli ni mtumishi wa Mungu, shetani hutumia mabomu haya matatu kumlipua huyo mtumishi wa kweli au ambaye amejitengeneza kuwa mtumishi. Ni mabomu ya aina gani hayo? Ni mabomu matatu ambayo haya shetani huyatumia sana. Mtumishi yote unayenifuatilia mahali popote, wanasema mtu ukiona ameokoka maeneo haya matatu, mbingu ni ya kwake. Ukiona mtu ameokoka haya maeneo matatu, mbingu ni ya kwake. Jambo la kwanza ni jambo la fedha. Mkiona mtu au mtumishi wa Mungu ameokoka kwenye eneo la fedha, yani yuko tayari kuitetea haki kwa yani asichukue rushwa, yani rushwa ya fedha, yani huyo ni mtumishi wa Mungu. Huyo ni mtumishi wa Mungu. Lakini watumishi hapo kwenye eneo la fedha, shetani ndio ameshika makali yenyewe. Yani atakutafuta kwenye eneo la fedha, hata umwage damu mtumishi wa Mungu, hata wakushirikishe mambo yao mabaya kwenye fedha. Biblia inasema usipende fedha ya aibu. Sasa shetani atakufanya upende fedha ya aibu. Ukiona umevuka hapo, namba moja. Namba mbili, uzinzi. Yani uzinzi, yani kuchepuka, kuwa na nyumba ndogo, mke mdogo, au kutembea na washirika, au kula kondoo, watu wengine wanasema. Sasa ukiona umepona hayo mazingira, wewe ni mtumishi wa Mungu, umepona hayo mazingira. Jambo la tatu ni kiburi au kujiona, kujihesabia haki. Namba tatu, kujihesabia haki au kiburi. Yani ni mtu usiyoshaurika, ukitembea unajiona wewe kuliko watu wengine, unajiona wewe bora kuliko mtu mwingine. Usisembuse na mtumishi wa Mungu akawa na kagari na kanyumba kapo. Yani ukiona mtumishi amepondeka, ana unyenyekevu, ni mcha Mungu, afa na gari na nyumba, ni mnyenyekevu, huyo mbingu ya kwake. Jambo la kwanza nimesema kwamba fedha ya aibu au fedha, ukiona umepona kwenye eneo. Jambo la pili, ukiona umepona kwenye eneo la fedha, uzinzi na ukawa mnyenyekevu au kiburi, hapo kinaweza kikaota kiburi baada ya unyenyekevu. Mungu akusaidie na Mungu akutie nguvu. Ufalme wa mbinguni unatekwa na watu wenye nguvu. Mbinguni mbali sana, panahitaji gharama ya mtu mmoja, nafsi yake peke yake. Mungu akubariki sana. God bless you. Amen.